asifiwe. Nikukaribishe kwa huu muda mfupi tuweze kujifunza maneno ya Mungu kwa kifupi, na baada ya hapo tuweze kuomba. Na kabla tujaanza kujifunza, naomba nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa kuwa Mungu umekuwa pamoja nasi na umetupa nafasi hii ya kuweza kujifunza maneno yako. Tunakukaribisha Bwana ukawe pamoja nasi kwa jina la Yesu, amina. Na somo ambalo natamani tuweze kuangalia siku ya leo ni kwamba kuna maisha baada ya haya ambayo tunayo. Kuna maisha mengine. Wakati mwingine tunaweza tukawa tunaishi hapa duniani alafu tunajisahau, lakini kama tukijua kwamba baada ya haya maisha kuna maisha mengine, maana yake itatusaidia au itakusaidia wewe binafsi kujua jinsi gani ya kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu unapokuwa hapa duniani. Tukisoma kitabu cha Luka 16 kuanzia mstari wa 19 hadi 30, tunapata kisa cha tajiri na Lazaro. Biblia inamtambulisha tajiri na Lazaro, hajaweka jina lake alikuwa anaitwa nani, lakini anamtambulisha tajiri na Lazaro. Anajaribu kuonyesha jinsi walivyokuwa wameishi hapa duniani. Mmoja alikuwa ni kweli ni tajiri, lakini alijisahau kwamba pengine angeishi milele hapa. Na mwingine alikuwa ni Lazaro, ambaye inamtambulisha kwamba alikuwa maskini na alikuwa mhitaji. Na mwishoni hawa watu wote walimaliza safari yao ya hapa duniani. Alianza maskini akafa, baadaye tajiri naye akaja akafa. Sasa walipofika kule, maskini alikaa kwenye kifua cha Ibrahimu, wakati tajiri alikaa sehemu ya mateso. Na baadaye yule tajiri akaanza kuomba msaada kwa Ibrahimu kwamba walau yule maskini aweze kuchovya ncha ya kidole, aweze kupeleka tone la maji kwenye kinywa chake, aweze kuburudisha ulimi wake. Lakini kwa mazingira ambayo Ibrahimu alikuwa anazungumza au anamwambia, ilionyesha kwamba hicho kitu ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa tunajifunza nini kwenye hii mistari ambayo tumesoma? Namba moja kwamba kuna maisha mengine baada ya haya ambayo tunaishi. Tunaona wote waliishi duniani kama sisi ambao tunaishi, lakini mwishoni kuna sehemu ambako walienda. Hilo ni jambo la kwanza ambao tunaliona, na hiyo utaiona kwenye hiyo Luka 16:22. Anasema ikawa vile maskini akafa, akachukuliwa na malaika kupelekwa kifuani kwa Ibrahimu, na yule tajiri naye akafa akazikwa. Kwa hiyo kuna maisha mengine baada ya haya. Na jambo la pili ambalo tunajifunza kwamba duniani tunatofautiana, lakini Mungu anatamani tuweze kusaidiana. Hasa unapoona Mungu amekubariki jambo fulani, hata kama ni kidogo, lakini kuna mwingine ni mhitaji pembeni yako, tujifunze kuwasaidia. Huyu tajiri alishindwa kumsaidia huyu maskini, lakini tunaona mwishoni wote waliacha dunia. Na hiyo unaiona kwenye ile mstari wa 21. Sasa naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyokuwa yakianguka mezani pa yule tajiri. Kwa hiyo kuonyesha maskini alipata tabu. Lakini jambo jingine ambalo tunajifunza, tunaona kwamba baada ya kifo hakuna nafasi ya kubadilika. Maana yule matajiri alitamani angetengeneza maisha yake, aweze kubadilisha maisha yake, lakini ikashindikana. Lakini hii tunaiona sasa hivi. Ukiendelea pale kusoma, Ibrahimu anajaribu kuonyesha kwamba huko duniani wana watu ambao wanapeleka habari njema za Yesu Kristo. Wapo kina Musa, wakiwasikiliza hao basi wataurithi uzima wa milele. Maanake vivyo hivyo na siku ya leo kuna watu ambao kazi yao wanapeleka habari njema, watu waweze kugeuka. Maanake sisi ambao tupo hai ni njema
kulisikia na kulielewa neno la Mungu na kulichukulia hatua. Kingine ambacho nitamani tuweze kuangalia kwamba ambacho tukajifunza kwamba maandalizi ya maisha ya milele yanafanyika sasa. Maandalizi yako ya maisha ya milele au maandalizi ya maisha ya baadaye yanafanyika sasa hivi. Usisubiri mpaka ile siku kama huyu tajiri, yeye alipofika ile sehemu akawa anatamani angetengeneza, na alionyesha kama upendo kwa ndugu pia, maana alionyesha kwamba basi Lazaro angeenda awaambie ndugu, lakini Ibrahimu akamwambia kwamba wale waliokufa hata wangerudi duniani wakawaambia neno la Mungu watu, bado hawangewasikia. Manake nini? Manake sisi ambao tupo leo tuna watu wengi ambao wanatuambia neno la Mungu. Neno la Mungu lipo wazi, neno la Mungu tunalisikia. Ni kazi kwetu kuliamini na kulitendea kazi. Ni kazi kwetu kuliamini na kulitendea kazi na kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na kwa kitu ambacho tumekiona hapo namba moja, kwamba ni kweli katika hali za duniani tunatofautiana, lakini Mungu anataka tuweze kukumbuka wahitaji. Lakini jambo jingine ambalo la haraka tunaweza kuona kwamba kuna maisha mengine baada ya haya, na jambo jingine ambalo tunaliona ni kwamba maisha ya milele yanaandaliwa sasa hivi. Swala kujiuliza, wewe maisha yako umeandaa vipi? Maisha yako wewe binafsi, maisha ya milele umeandaa vipi? Na kama bado hujampa Yesu Kristo maisha yako, ni kusii ndugu yangu, ni wakati mzuri huu kwamba unaweza kumpa Yesu Kristo maisha yako, na yeye akafika sehemu akakusamehe, akakutengeneza na ukafanyika kiumbe kipya. Hata ile siku inakuja, basi ujue kwamba kama yule maskini alivyoenda kwenye kile kifua cha Ibrahimu, maanake mahali pazuri, basi na wewe uweze kwenda ile mahali pazuri ambapo Mungu anataka watoto wake au watu wake waweze kwenda. Na kama hujapokea Yesu Kristo, basi funika macho, fuatisha maneno haya. Sema, Ee Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unisamehe, mimi ni mwenye dhambi. Ninakukaribisha Yesu, nakaribisha Roho Mtakatifu, Mungu Baba ndani yangu. Kuanzia leo ninamkataa shetani na mambo yake yote na kazi zake zote. Tangu leo mimi ni mtoto wa Mungu, kwa jina la Yesu, amen. Niseme Mungu akubariki sana. Kama umepokea Kristo, umeamini na ukakiri sala hii, basi nakusihi tafuta kanisa la watu ambao wametoka nao utakuwa Mungu ambaye anaamini kabisa anakufundisha. Asante sana.